Kupambana na nzi wa matunda tunatumia namna mbalimbali, lakini mojawapo ni kufanya survey ambazo tunakuwa tunatega mitego kwa ajili ya kuwavuta hawa nzi wa matunda, na tunatumia chambo au lures za aina tofauti tofauti. Hii ni mojawapo ya lure ambayo tunatumia. Hii ni Q lure. Kwa hiyo tunakuwa tumeweka ndani chambo, tumeweka na sumu kwa ajili ya kuwaua wadudu wanavyokuwa wanaingia. Aina nyingine ya chambo ambayo tunatumia, na hii inaitwa methyl eugenol. Kwenye kuwavuta hawa nzi wa matunda, aina za chambo zinazotumika ni tofauti tofauti kulingana na aina ya mazao ambayo unataka wadhibiti hawa nzi. Kwa mfano, kuna ambazo zinatumika kwenye matunda ya maembe, kuna nyingine zinatumika kwenye mazao kama maboga, matikiti na namna hiyo. Kwa huu mtego tunapokuwa tunaweka juu, tunaweka ile chambo au lure. Kwa hiyo hii ni chambo ambayo hii inaitwa methyl eugenol. Hii hapa inakaa juu. Alafu kwa ndani huku tunaweka hii insecticide. 4 zinatosha. Hii ni insecticide. Ni kidonge ambacho kinatumika kuua wadudu. Kwa hiyo namna ambavyo mtego unafanya kazi ni kwamba wadudu watakuja, wataingia hapa chini, kuna uwazi. Wadudu wataingia huko. Lakini pia wadudu wataingia kwenye hivi vitobo. Na baada ya kuingia, kwa sababu wamevutwa na ile harufu ya chambo inayokaa hapa juu, baada ya kuingia huko ndani, kwa sababu kuna hii insecticide, hawa wadudu watakufa. Na wakishakufa sasa ndio sisi tunakuja tunawakusanya hawa wadudu. Na kama ambavyo nimesema, tunawakusanya kwa ajili ya kwenda kuwafanyia utambuzi maabara. Na hapa tunatumia maabara ya wadudu ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, ambapo tutaenda kuwafanyia utambuzi na kujua ni aina gani ya wadudu ambao wapo. Basi hichi kitu kina faida gani? Unajua hawezi kupambana na adui kama humjui adui unayepambana naye. Kwa hivyo ukifahamu aina ya wadudu ambao wapo, inakuwa ni rahisi kuweza kuwadhibiti. Kwa hiyo kwanza kabisa inatusaidia kwenye kuweza kuwadhibiti hawa nzi wa matunda. Lakini pili, kusaidia kwenye biashara. Kwa mfano, ukishajua ni nzi gani wa matunda wapo, kuna baadhi ya nzi ambao kwenye nchi nyingine hawapo. Kwa hiyo ni nzi ambao wamezuiliwa. Kwa hivyo ikijulikana kwamba sisi hao nzi hatuna, inakuwa ni faida kwetu, kwa sababu tunaweza kufanya biashara na hizi nchi kwa kuwa tutakuwa hatuna hatari ya kupeleka hawa nzi wa matunda kule nchi ambazo hawapo. Kwa hiyo sababu nyingine ni kwamba inasaidia kwenye kibiashara, kwamba tunaweza kusafirisha mazao nje ya nchi. Nyingine ambayo nilitaka nizungumzie kwamba kwa nini tunafanya hichi tunachokifanya, ni kwa sababu inatusaidia kujua hawa wadudu walipo. Na ikitusaidia kujua hawa wadudu walipo kwa sasa hivi, then tunaweza kuweza kutabiri na kuweza kujua kwamba ndani ya mwaka mzima labda watakuwa wakiongezeka kwa kiasi gani, na kwamba labda mwezi wa kwanza watakuwa kiasi hiki, mwezi wa pili watakuwa hivi, mwezi wa tatu, na kwa mwaka mzima kuweza kutabiri na kuweza kujua kwamba hawa wadudu labda baada ya miaka kama 20, miaka 50, miaka 100 wanaweza kuwa wapi, kuwa maeneo gani ambayo labda yana tabia sawa, joto linalofanana au hali ya hewa inayofanana na mazingira ambayo tumewakuta kwa sasa hivi. Sasa sisi kwa sababu tunafanya huu utafiti na kuweza kuangalia wadudu wanapatikana wapi, maanake tunaweza tukatabiri na kujua kwamba hawa wadudu wanaweza kuwa wapi, lakini pia wanaweza kuwa kwa kiwango gani, ili tuweze kujiandaa namna ya kuweza kuwadhibiti vizuri. Kwa hawa ni wadudu wanavyokuwa. Baada ya kuwakusanya hivi, tunawawekea alcohol, na alcohol yenyewe tunayoweka ni kwa sababu ya kuweza kuwahifadhi ili wasiharibike mpaka pale ambapo tunaenda kuwafanyia utambuzi maabara. Na alcohol, yes, hii ni alcohol ambayo tunaweka na ili wasiharibike. Morphological identification. We also have molecular identification. Mercy, can you say something about that? Why is molecular identification of fruit flies important? It's a complement to morphological identification. Okay. So sometimes it's not easy to differentiate these flies. Yes. Sometimes they are very similar. Sometimes they are too similar. Sometimes they're exactly the same from a morphological point of view. They have the same shape and features, but genetically they might be very different. Okay. So morphology.
And genetics are two complementary tools that we use to identify fruit flies, meaning to give names to the species, but also to try and see where they're coming from. Okay. That's with population genetics. We identify the features not only of a single individual, but of the entire population living in one area, for example. And based on this data, we can tell where they are coming from. Okay. Not always, but we do our best. Okay. Thank you so much, Mercy. Yes, utafiti huu tunafanya chini ya project ya DSPEST ambayo ni mradi wa ushirikiano kati ya SUA na Royal Museum for Central Africa, RMCA. Uwe na siku nzuri, mtu wa Mungu.